blessing us with a government. The government and the leadership of this nation which you have ordained, O God. The Bible says there is no power but of God. You have ordained our beloved governance, Lord, under our president. And we thank you, Lord, because you are going to give him wisdom. I pray you give him good health and courage, even as he makes great decisions. We pray for the deputy president, the governor of this city, and the rest of the national and the county leadership. Lord, may you give them diligence and cohesion. Give them great insight as they love the citizens of this country. Lord, I pray that you may enable the government programs to be successful. Lord, provide and glorify yourself in every project. I declare every vision and good desire of our leaders for this nation shall come to pass. And this we pray in the mighty name of the risen Jesus. Every shall be. Lord, provide and glorify yourself. I declare every vision and good desire of our leaders for this nation shall come to pass. This we pray in the mighty name of the risen Jesus. Sawa. Asanteni, tuimbie rais wetu ambaye ndo ametuletea titles. Si ndio? Haya, pamoja. Your Excellency the President, Deputy President, mawaziri ambao wako hapa, Waziri Zak wa mashamba, waziri ndugu yangu, rafiki yangu Moses Kuria ambaye tumefurahi kukuona hapa, Deputy Governor, PSS, Chairman Lands Commission and all the dignitaries ambao mko hapa. Wananchi wa Ruai, Bwana asifiwe. God is good all the time and that is nature. Si tumefurahia siku ya leo? Tumefurahi kuona rais wetu amefika hapa yeye mwenyewe. Hebu tumpigieni makofi kwa kufika hapa. Thank you so much, Your Excellency. I know you're pressed for time, so let me very quickly first recognize viongozi ambao wako hapa. Tuko na MCAs wetu kadhaa ambao wamefika.
Tukianza na Karis, mheshimiwa wa hapa, kuja haraka wewe. Alafu utatujulisha wale wengine. His Excellency the President of the Republic of Kenya, William Samoei Ruto, the Deputy President, Rigathi Gachagua, all the ministers here, Waziri Zak, Waziri Moses Kuria, ma-PS, Korir, na wengineo na administration yote. God is good. And all the time. Rais, karibu kwa Muthaiga ya Islands. Indio Muthaiga ya Islands. Ma-MCA wale wako hapa, tafadhali, simameni ni. Tuko na Wairia wa Kayole. Tuko na Koria wa Matopeni. Tuko na tuko na Daktari Clemo wa kule Kahawa West. Tuko na Engineer Heho wa hapa Njiru. Tuko na Simba wa kutoka Pangani. Na tuko na Mofaya kutoka Kayole Central, na tuko na Mtumishi kutoka Komarok Ward. Rais, nimepewa salamu na mbunge wetu Bwana Karauri, hayuko karibu, akasema karibu sana. So mimi nitasema mambo matatu, nikubalishe governor na super governor wetu hapa Bwana Sakaja. Nitasema tu mambo matatu. Ruai ni 100 km squared. Ruai is a sixth of Nairobi. Sisi tungetaka utuweke kwa mahali special, maendeleo ikifanyika kwingine hapa unatukozida kivyetu. Ruai, Nairobi kigawanishwa mara 6, sisi ni a sixth of Nairobi na hii ni ward. Rais, sisi tungekuomba hii barabara iko hapa Kangundo Road ifanye dual carriage. Wewe ni amri jeshi mkuu wa majeshi. Ukisema inafanyika. Wewe ni daktari wa maendeleo. Umekuja hapa Ruai leo, si tunaamini tumepona. Si watu wa Ruai tumepona? Si daktari amefika? Hata Biblia inasema ukiitisha baba mkate hezi kupea mawe. Sisi tunaitisha mkate yetu. Tunaomba hapo utupatie mkate yetu Bwana daktari. Tunaomba hata ukisema tupatiwe milioni 700 ya kutengeneza mabarabara za Ruai, tutapona. Ruai kukinyesha watu wa Kamulu wanachukuliwa na helikopta huko ardhi. Hii ndio place Nairobi pekee yake kukinyesha mtu atoki kwa nyumba. Sisi tungeomba ufanye tukae kama Nairobi. Na rais juu umefika hapa na wewe ni daktari wa maendeleo, tupatie tiba leo. Ukitoka hapa sisi tukue tumepona. Ama namna gani watu ya Ruai? Mambo ya maji, sisi hatukunywi maji na tuko Nairobi County. Tunashukuru sana mambo ya Northern Collector. Umefanya kazi, NLC wamelipana. Siwarakishe watu wa ardhi water ndio waweze kufikisha mifereji. Bwana rais tunashukuru, na gavana wetu Sakaja. Hiyo 140,000 cubic meters hata sisi watu wa Ruai tuseme tuko Nairobi. Ama namna gani? Mambo ingine, we host the biggest sewer reservoir in Eastern Central Africa. Iko hapa Ruai in Africa. Na sisi hatutumii sewer line. Sisi bado tunaenda kwa pit latrine ile ya kulia kudungu. Bwana rais, si leo hii maneno yote utufanyie maneno. Ama namna gani watu ya Ruai? Mimi nitamalizia na kusema ya kwamba wale contractor wamepewa kazi ya mabarabara, harakisha walipwe, hata pia sisi tukanyange lami. Hii lami umepitia hapa ilitengenezwa na Ministry ya Nairobi Metropolitan wakati wa Njero Githai. Hatuna barabara nyingine. Bwana rais tunakuomba, leo ukitoka hapa wacha tupone. Hii ugonjwa iishe. Ama namna gani watu ya Ruai? Nitamalizia na kusema ya kwamba Bwana Rigiji, wewe ndio prefect ya shareholder. Sisi tulipiga kura tukachanuka kabla ya shareholding. Sisi ndio tulipatia rais kura mingi. Sio kura itufanyie kazi. Ama namna gani? Leo shareholding yetu ifanye kazi. Ama namna gani? Na rais juu yako hapa, sisi ndio the biggest shareholders in Nairobi. Waacha leo tupate share yetu na tupone. Mimi nitafikisha hapo niseme rais tunakupenda, na kile ningetaka kuongezea ya mwisho, tuko na shida hapa Embakasi. Tuko na timu 2 groups zinaongoza Embakasi. Sisi tungetaka utupatie suluhisho. Iko wale wako kwa CR12 na iko wale wako kwa ofisi. Wananchi hawa ndio wanaumia. Ama namna gani? Hawa wananchi ndio wanaumia. Tungetaka ututatulie hiyo mess once and for all. Ama namna gani wananchi? Mimi baba yangu ameishi kwa plot for more than 35 years, lakini mwenye anapewa title ni mtu mwingine. Hiyo shida tungeomba iweze kutatuliwa once and for all. Kama mimi naweza kufanyiwa hivyo na mwananchi wa kawaida. So bwana rais, leo tumeamini umekuja hapa tupone na asanti. Nimalizie niseme governor, umetupatia barabara ya kwanza ya lami hapa Ruai. Si hiyo ni makofi kwa governor? So tunakushukuru, utushikilie hiyo barabara na tutaendelea hivyo. So nitawaacha nimalizie niseme hapa chini kuna wamama wamechimba maji na wajai kunywa maji. Hiyo mitaro kuna contractor kwa hapa governor. Huyu contractor ameleta mchezo. Tunaomba utuharakishie
ndio tuweze kupata barabara. Asante rais, tunakupenda na ukaribu siku nyingine mkiwa na deputy wetu. Mambo ya shareholding mtuangalie kabisa. Asanteni, Mungu awabariki. Asante sana Your Excellency. Pia tuko na chief officers wa Nairobi County Government ambao wanafanya kazi kwa ukaribu sana na Ministry of Lands. Tuko na Cecilia, I think I saw Cecilia. Huyu ndio chief officer wa lands. Na mambo mingi ya ardhi anatatua hapa pamoja na SG Mwangi ambaye ako hapa. Huyu ndio CEC wa mambo ya lands. Mwacha nimwalike deputy governor kwa dakika 2 tu uje usalimiane. Tafadhali tumpigie makofi Njoroge Mushiri. Karibu. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, Your Excellency, the Deputy President, Rigathi Gachagua, ministers here present, PSAs, invited guests, ladies and gentlemen. Yangu leo ni kuwakaribisha hapa katika Ruai. Tunafurahi vile mmekuja kusaidia watu wetu kupata vyeti vya kumiliki mashamba. Na tunajua katika eneo hili kuna shida nyingi ambazo tunahitaji kutatua. Huu ni mwanzo tu wa kutatua hizo shida, na tunajua tukiendelea hivyo tutakuwa na utulivu katika nchi yetu nzima, kaunti yetu nzima, ndio watu wetu wapate vyeti wanavyoweza kuwekeza na kupata pesa kwenye benki na mahali kwingine, ndio waendeleze maisha yao. Asanteni sana na wakaribisha huku Ruai. Asante sana DG. Your Excellency, very quickly, kwanza wananchi wa Ruai, najua tumekuja mara kwa mara, but sisi hatuwezi choka kuambia asanteni kwa kutuchagua tuwafanyie kazi. Hapa Your Excellency tulipata kura zote. Hawakusikia mambo mengi, walikuwa na wewe, walikuwa na mimi na deputy wangu. So naambia asanteni sana, erokamano, oriomno, nidamushokeri ya gadho. Kwa vile wakati wa Senate, Indo Ward nilipata kura mingi, nikisimama senator, this was one of the top 5. Kusimama governor tena, hii tena imekuwa tena top 5. Na nafikiri tutaendelea hivyo. Your Excellency, what you're doing today is very important. Wananchi wetu wa Nairobi kwa muda mrefu huwa wamesaulika. Tukipeana mambo ya titles, watu wana assume kwa sababu watu uko Nairobi, titles zimepatikana, and Nairobi has those deeds. Less than 20%, Your Excellency, of our land is titled in Nairobi County. Actually 11%. Wananchi wetu wanaishi na wasiwasi. Umelipa, uko na kwako, lakini kwa sababu hauna title deed, hawezi pata loan kwa bank. Unashangaa kama uweke kitu permanent kwa sababu hujui kama kesho mkora atakuja. Juezi wa mashamba wamekuwa wengi, but nashukuru leo kuna watu 2,000 watatoka na title deed ambayo unaweza peleka kwa banki yoyote, ambayo unaweza peleka kwa any institution. Kama unataka kujenga kwako permanent kabisa, utaweza kufanya bila wasiwasi, ulale vizuri. Si ni jambo la maana sana. Your Excellency, last week pia tulipeana titles zingine 2,000 of our schemes za Nairobi, na tunaendelea kwa hiyo mpango. I want to thank you so much because umetupatia team nzuri kwa Ministry of Lands. Nixon Korir, ndugu yangu, huyu ni mchapakazi. Nixon is always thinking about Nairobi. Tunapigiana simu, tunakutana na yeye, mambo ambayo ilikuwa imekwama anakuamua. Tafadhali pigieni mheshimiwa Korir makofi. Alafu kwake anaongozwa na waziri ambaye is very humble, always available for consultation. Mheshimiwa Zak Njeru, thank you so much for your stewardship of this sector. Najua Nairobi hii leo tunapeana tu 2,000, lakini I think we have around 16,000 titles ambazo zitapeanwa za Embakasi Ranching ili tumalize ile shida ambayo imekuwa. So Chair Lady, tumesema pamoja na timu yako tutakuja tukae chini. Natarajia mnaweza kuja pamoja na SG, we sit down next week or even this week, tuone pahali ambapo county itasaidia kuharakisha, ndio wapeleka kwa waziri na kwa PS. I'm sure we'll be able to sort this thing out. Si ni kweli? Jambo lingine, Your Excellency, ni kweli Ruai Ward is the biggest ward in Nairobi, but for the longest time imekuwa neglected. Lami walikuwa hawajaipata. Siwa iko hapa, lakini in fact the biggest pond system siwa in Africa is over here.
but their houses don't have sewer connections. Nashukuru kwa sababu Excellency umenisupport. Watu wa Nairobi, ile maji ambayo inakuja 140 million liters of water ni kwa sababu ya rais wetu. Rais wetu amekaa, tumekutana na National Land Commission kwa sababu ya ile compensation, tumekaa na waziri Alice Wahome, tumekaa na Athi Water project ambayo ingekuwa imalizike next year December. By mwisho wa mwaka huu tutapata 140 million liters of water ikija Nairobi ikuje kwa manyumba yenu. Ya pili, Your Excellency, pia nakushukuru kwa sababu sasa pamoja na serikali ya Korea na serikali yako tumeweza kupata facility ambayo itakuja tufanye Northern Collector 2 ambayo itaongeza 180 million liters of water in Nairobi, meaning by 2027 shida ya maji Nairobi itakuwa imeisha kabisa. Tutakuwa complete the entire demand of water in Nairobi County because of you, Excellency. Thank you so much. I know you have 47 counties, but the support you have given me and the people of Nairobi cannot be assumed. It is amazing. Hawa watu wa Ruai, Your Excellency, juzi tukipitisha budget, na nashukuru ma MCS, wakauliza mbona umeka pesa mingi sana Ruai? Kuna barabara ya Dramville mpaka Sir Henry nimeka 137 million shillings. They have never seen a road like that. Na hiyo barabara itakamilika, tunaanza procurement process kwa sababu budget imepita. Hapa chini Kamulu tuko na TVET na nimeongea na PS wa TVET. I was talking to the MP Ronald Karauri ambaye yako UK, amesema pole, he tried to change his flight hakuweza. Ukitusaidia hapo vijana wetu wapate at least training mzuri, because hizi manyumba tunatengeneza, we want our young people to do the doors, to do the windows, and we've agreed with Moses Kuria, Nairobi's aggregation and industrial park. Our product is those doors, those windows, the furniture, the timber. Tunawekea common user facility ili sisi pia tufaidike kwa hiyo mradi ya kujenga manyumba. Your Excellency, Njiru Health Center kumekuwa na shida. Tumeenda juzi na Mheshimiwa Heho, ilikuwa imekwama, nimeweka hapo 16 million shillings ili imalizike. Tukienda mbele, na kushukuru umetusupport hapa Ruai, hapa katika junction tunaweka soko hapo, designs tumemaliza, soko kubwa, na sisi tumeweka 50 million shillings additional kwa kisha kuna bus park hapo na pia maji mazuri ground. Kutakuwa na soko ya kimataifa. We promise 20 markets, Your Excellency, tayari tumekubaliana 10 mwaka huu zitakuwa zimepanda na tutakuita kufanya ground breaking na sisi. Nikimalizia, of course, Athi primary kumekuwa na shida tena maji. At least we've put something for the reservoir, underground reservoir ya 5 million shillings. Juu watoto wetu pia hapo wanafanya fish farming. These children wamekuwa na shida wakienda shule. Kwanza ni mbali, wanaenda shule hakuna chakula. Niliwaahidi kuanzia tarehe 28 watoto wote wa Nairobi wanapata chakula kila siku katika shule yao, every single day, kuanzia tarehe 28. And Your Excellency, ukiona vile tulilaunch na wewe, ile mbio imeenda. Saizi wanafanya ring beam tayari, all of the 10 kitchens they have gone up, na MCS wakaniongezea another 500 million for the other 7 kitchens to be done. So Your Excellency, thank you so much for the support that you've given us. Naomba wananchi wa Ruai, tangu kuchaguliwa rais amekuja Ruai ward zaidi ya mara 2. Kenya kuna ward 1450, amekuja hapa mara 2. Si anawapenda? Hiyo si ni ishara kubwa kwamba anawapenda. Mtaendelea kumshikilia, mtaendelea kumuombea. Your Excellency, hawa wananchi wako na wewe. Hawa ni watu wa kufanya kazi. Hawa sio watu wa kuombaomba. Bora tuwapatie tu nafasi. Akina Shebesh na waona hapo, na wamama wa Ruai. If we just give them a chance to work, they do their work and they do it very well. Sisi tumesema ni kazi tunataka. Nairobi itulie, maandamano iishe. Sisi hatuna wakati wa hiyo maandamano. Sisi tunataka tufanye kazi ili vijana wetu waweze kupata manufaa na wamama wetu. Asanteni sana Your Excellency kwa hayo mengi, kwa sababu najua nimekuomba mambo mengi kwa muda mrefu. Ni hiyo tu TV tukitusaidia itakuwa nzuri. Hizi zingine nimeshikilia, hizi mabarabara, maji, hizo tunaweza hapa. Yako tu tunakuomba because it's under the national government, because we are signing the MOU with the ministry. It is now ready, wanaleta kwa cabinet ili tuweze kusign.
just help us at least with that facility for young people. Kwa hiyo mengi, ningependa kumwalika sasa Mheshimiwa. Hii ya ardhi, mabibi na mabwana, hamjamboni. Mwanzo kabisa, Your Excellency, nikukushukuru kwa kuweza kuja hapa siku ya leo ili tuweze kuwa nawe wakati unapopea wananchi wa hapa Embakasi Ranching Company haki miliki zao. Your Excellency, it has been a journey, na ninataka kumshukuru kwa dhati ya moyo wangu Chair Lady na kamati yake ambao wameweza kuwa kila wakati wakija kule kwa wizara, tunakaa pamoja na tunapanga, na ni kulingana na mpango huo na wafanyikazi wa wizara ambapo siku ya leo imeweza kufaulu. Pia Your Excellency, I want to thank my peers na wafanyikazi wote wa wizara. Na ningeomba tu msimame, wananchi wapigie makofi. Staff led by the peers, tafadhali wa wizara tuwapigie makofi tafadhali. Thank you very much. Mambo haya yote yameweza kufaulu kwa sababu ya kujitolea kwao, and we are promising you, Your Excellency, what we've done today we'll be doing across the country. Tuko na karibu haki miliki 75 ambazo ziko tayari kupewa wananchi wetu wa hapa nchini. Kwa hivyo, Your Excellency, tutakuwa tukikualika tuende mahali kwingine ili tuweze kupea wananchi hizi haki miliki. Your Excellency, we know when we provide the tenure, wakati tunapopeana titles, we provide security, we provide stability, we provide ability to develop those lands. And also we foster, Your Excellency, development both socio-economic, kwa sababu mwananchi anapokuwa na haki miliki anafanya kazi, anakuza mahali pale. And I know next time you come around this area, Your Excellency, after giving these titles, utapata mahala hapa pamebadilika kabisa, kwa sababu wananchi sasa watakuwa na nguvu ya kudevelop mahali ambapo wanaishi. Your Excellency, also hivi karibuni bado tutakuita hapa tena, kwa sababu tuna haki miliki karibu 8,000 ambazo tunazitengeza. Tunaita wananchi waweze kuleta stakabadhi ambazo zitasaidia tuweze kama wizara kumaliza hiyo kazi. Tuko na titles ambazo ni za sehemu hii 35,100, tumepeana karibu nusu, na hizo zingine tuna haki ya kwamba Your Excellency, wananchi wote ambao wana haki ya kuishi mahali hapa watapata hizo haki miliki. Kwa hayo mengi, wananchi, naomba sasa nimkaribishe His Excellency the Deputy President aweze kumkaribisha rais wetu. Thank you. Thank you. Kiongozi wetu Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Samoei Ruto, waziri wetu, gavana wetu wa Nairobi ambaye pia ni mayor, waheshimiwa MCAs, Chair Lady wa Embakasi na wanachama, hamjambo? Muri okuadwa itu haya kari yumwe goko gaine mwega na ende ciothe geithia iciare na mwathani agocwo. Rais wetu, tunataka kukupongeza kwa kupata nafasi kufika hapa Embakasi. Siku tulikuwa hapa rais tukitafuta kura, hawa wananchi wa Ruai uliwaahidi ya kwamba ukipata nafasi ya uongozi wewe ndio utakuwa rais ambaye atatatua mambo yao ya title deeds. Na wewe mwenyewe umefika jana kutoka ng'ambo na ukasema unataka kuja Ruai mwenyewe uonane na hawa macho kwa macho. Rais wetu, hawa watu wa Embakasi wameumia siku mingi, na tuna hakika vile sisi tunakujua, tunakuelewa. Wewe ndio utakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya ambaye atatatua maneno ya Embakasi Ranching once and for all.
na rais, hawa wananchi wa hapa ni watu wako na bidii. Ile tu wanataka ni wapewe haki yao, aweke nyumbani, atumie kukopa pesa, wafanye biashara. Hawa wananchi, rais wetu, hawana nafasi ya kuvaa sufuria kwa kichwa na kufanya maneno ya ujinga. Kwa hivyo ni mwake na kuona muthamaki witu ile to ndamuhete horo inyui ni ndamwirire ngimwira njamba nĩ ĩrĩkũ kwa sababu rais wetu anafikiria hii watu wa chini. Yeye akai pale Ikulu kukaa na bamwenyenye na watu wakubwa, na ndio anakuja mwenyewe mashinani. Na rais, tunataka kukupongeza. We want to encourage you to continue going around the country working for the ordinary Kenyans. Na rais, tunataka tuseme tukiwa hapa Embakasi, wale wajamaa walikuwa nakupangia njama vile ambaye hutakuwa rais wa Kenya. Wakasema ati wako na system, wako na deep state, wako na polisi, wako na kila kitu, ati watakuzuia. Naye Mwenyezi Mungu hakuli ugari, wewe ndio rais wa Jamhuri ya Kenya. Na ni mzuri tueleze wa Kenya kwa sababu ni muhimu. Wale tu walikuwa wamepanga vile watamsimamisha huyu rais wetu asikuwe rais wa Jamhuri ya Kenya, ndio wenye kupanga na kutoa pesa ya hii maandamano inaendelea ya kuchafua Jamhuri ya Kenya. Na sisi tungetaka tuambie, kama mlijaribu kumzuia rais, mkiwa na mamlaka, mkiwa na pesa, mkiwa na polisi, mkiwa na machifu, Mungu akakataa, saa hii mko msituni mtamsumbua huyu rais na jia gani? Kwa hivyo rais, we want to encourage you to stay focused to serve the people of Kenya. Na ningetaka kusema ya kwamba huyu rais wetu na serikali yake hawezi kubalia watu kuchafua amani na kuharibu mali ya Wakenya. Na tungetaka kuhakikishia officers wetu wa polisi, na tungetaka kuambia hii watu ya mtandao wawache kueneza uvumi. Juzi wametafuta clip ya zamani ya waziri wetu wa usalama akiongea huko Isibania, akiongelelea jambo ilikuwa huko ya polisi kutumia nguvu mambo kidogo. Wanajaribu kupindua hiyo video ati inamaanisha ati waziri wetu wa usalama anasema polisi wasikabiliane na hii watu ya maandamano. Ningetaka kuambia hiyo ni porojo. Our Minister of Internal and Interior is focused, and our police officers should apply the law and apprehend offenders irrespective of their status in society. Wewe ukienda kutoa fujo kesho utakamatwa. Wakamatwa wasikamatwe, wapelekwe kotini, kwa sababu rais wetu, serikali yako hawezi kubalia mtu yeyote atoke kwake akuje kuchafua amani, kuharibu mali ya raia na kuzuia watu kufanya biashara. Kwa hivyo tungetaka kusema, all our officers, you have the law behind you. Can you apply the law and deal with anybody who is breaking the law in accordance with the laws of Kenya, in accordance with the Penal Code, the CPC and the Evidence Act, so that Kenya yetu inaweza kusonga. Nitwaiguithania andu aitu, ni mwake na muthamaki guka, ni mwake na nikumurehera title. No na inyume ni mutigakiendie mukeiga title wega, ni mukuiga wega, ni mukuiga wega. Kwa hivyo rais, sisi tunafuraha na tuendelee rais, tunakuunga mkono na hao watu ya Ruai vile MCA amesema. I want to confirm, Your Excellency, nikiwa custodian ya shareholding ya serikali yako, ya kwamba hii watu ya Ruai share yao iko juu kabisa. Kwa hivyo waangaliwe na waangaliwe vizuri, kwa sababu walikuamini and they invested in your administration, they invested in your leadership. It is only fair that they benefit in a commensurate manner to the support they accorded you in believing in you. Atimia mwekuo, Rwa mbere, Rwa keri, Rwa gatatu, Rwa kana. Simameni tumkaribishe rais wa Jamhuri ya Kenya kwa makofi.
Haya. Asanteni sana, tafadhali tuketi. Thank you very much. Asante. Asante. Asante sana. Haya. Mheshimiwa Deputy President wetu, Mheshimiwa Governor wetu wa Nairobi, mawaziri, PSS, viongozi, Madam Chair, kamati na wananchi wa Ruai na Nairobi, ya mjambo. Kirudi tena hapo Ruai, asanteni zenu. Mimi na kuwa ni watu watulivu, watu wa amani, watu wenye mpango. Tulienda kwa uchaguzi na tukasema kitendawili haitaendelea, ni kazi Mimi nawashukuru nimefika hapa kwa sababu ya shughuli ya muhimu sana katika taifa letu la Kenya. Hati miliki inaweka heshima na umiligaji wa ardhi kwa wananchi. Watu hapa Ruai na sehemu zingine za Nairobi na Kenya mzima wamekuwa wakihangaika, wanahangaishwa na wakora wa mambo ya mashamba. Watu wengi wananyang'anywa ardhi zao. Watu matapeli wanatumia njia tofauti kuharibu mali ya watu wengine. Na ndio ni sababu kama serikali tunasema kazi yetu ni kuhakikisha kila mwananchi anapimiwa ardhi yake, anapatiwa hati miliki, ndio kusitokee shida ya makao ya wananchi wa taifa letu la Kenya. Na ndio nimefika hapa leo kwa sababu mnajua hii shughuli tulianza hapo nyuma. Kufikia sasa tumetoa title deeds 16,000 in the last almost 8 years. Tumekuja hapa tena awamu nyingine. Hapa Ruai peke yake bado tuko na titles 17,000. 2,100 ziko tayari, tumezileta hapa. 6,000 iko tayari, lakini inahitaji wenye hizo titles wakuje na picha zao na zile details zingine. Na ndani ya miezi miwili nataka nirudi hapa, tukuje tena tupatiane title deeds 6,000. Nataka niwaulize wananchi wa hapa Ruai, hasa wale mnaishi Ruai hii, kwamba titles zenu ziko tayari. Nimekuja hapa kuwaita mulete picha zenu ndio tuwapatie titles zenu. Nitazileta hapa tena. Titles zingine karibu 8,000 bado ziko kati ya wizara na land buying companies. Mimi nataka niwaulize wale land buying companies, tunataka hizo hati miliki ama tunataka vipande ya ardhi ya wananchi, mutuletee ndio tufanye usorovea na tutengeneze title deeds. Hakuna haja ya kushikilia title deeds za wenyewe, na hakuna haja ya kupatia mtu share certificate anakaa naye miaka 20. Tunataka hizo share certificate zote mulete ndio tuwapatie title deeds. Kila mtu aweke kipande yake ya title deed kwa mfuko na afanye naye biashara ile anataka. So watu wa Ruai na wauliza mambo mawili. Ya kwanza, wale title deeds zenu ziko tayari, inangojea picha. Kuanzia kesho kujeni na picha zenu
Bwana Njeru yuko hapa na wizara yake wako wote hapa leo, PS wake yuko hapa. Wako tayari ndio turudi hapa in the shortest time possible. Ikikuwa tayari in 1 month, Bwana Njeru unieleze. Turudi tena. Hapa Ruai ni watu wazuri, unaweza kuja tena. Jambo la pili, na wauliza the land buying companies. You should work with the ministry so that you can provide details for the titling of the owners of the lands that have bought shares in your companies. Nia yetu ni kuondoa ukora na utapeli. Kwa sababu kama mtu hana title deed, kunyang'anywa ardhi yake ni rahisi sana. Hata mahali mwananchi ameishi, amejenga, ako na biashara yake, inaweza kuchukuliwa na mtu mwingine kwa njia ya utapeli, kwa sababu title deed ama hati miliki haijatengenezwa. So nawauliza ninyi nyote, the shareholders in land buying companies, please persuade your land buying companies to work with the ministry so that we can title every piece of land in Ruai as we do it in the rest of Nairobi. Nia yetu ya kufanya kazi hii ni kwa sababu tunataka kuondoa mambo ya ukora na utapeli katika mambo ya ardhi. Saa hizi tuko na njia ya digitali. We are digitizing all land records so that we can eliminate double titling, we can eliminate corruption, and we can make sure that every citizen have their right piece of land and they have the documents to prove ownership of their land. Kwa hivyo tushirikiane sisi wote. County yetu ya Nairobi ambayo ni city ya Kenya, ni ajabu kwamba mahali ambapo pamepatiwa titles Nairobi mzima ni only 11%. Over 80% of Nairobi is not titled, and that is not proper. And therefore, Minister and your team, you should work with the county government, work with all the other stakeholders so that we can title the city of Nairobi, because it is our capital city. Na mimi nataka niwaulize wananchi wote wa Nairobi City, kama wewe unaishi mahali na hakuna title, tuko tayari kama serikali tukusaidie, mujitokeze. Tuko na mpango kamili ya kuhakikisha kwamba kila mtu anapatiwa kipande yake, anapatiwa title deed, ndio tuhakikisha kwamba tunasonga mbele kwa pamoja. Na sio Nairobi peke yake. Tumeweka target ya 200,000 titles before December. Lakini tunataka kufanya kazi hiyo ndani ya miaka 5. Tuone ya kwamba wananchi ambao wako tayari, na hata wale ambao hawako tayari wajitayarishe, ndio tuhakikisha kwamba kila mtu anapata title deed yake. Watu wa Ruai tumekubaliana? Jambo la pili, mjumbe wenu alinipigia simu ako ng'ambo, na alikuwa anajaribu kuniambia nimungoje kesho, nikamwambia wacha nitaenda kukuwakilisha. So lakini MCA wetu hapa ameongea kwa niaba yake, Bwana Karis, si namna hiyo? Hiyo mambo yote Karis amesema nimeyasikia. Tulikubaliana na nyinyi lazima tujenge soko hapa, si ndio? Na tayari vile governor amesema, tumekubaliana tayari soko 10 za Nairobi. Mimi niliahidi watu wa Nairobi tutajenga soko 20. Katika budget hii yetu tuko na masoko ya taifa letu la Kenya 180 ambazo tutajenga in different parts of Kenya. Mimi nataka kotini wamalizane na mambo ya finance bill. Wawachane na finance bill, sisi tunataka kuendelea na maendeleo ya taifa letu la Kenya. Wakenya wanangojea masoko. Kina mama wengi wanauza kwenye jua, wanauza mahali hakuna choo, wanauza mahali hakuna maji. Na katika mpango yetu ambayo tumeweka katika mpango yetu, tuko na soko 180 tunataka kuzijenga katika taifa letu la Kenya, ili kila biashara
ifanyike mahali pana heshima na mahali kila mwananchi biashara yake inaweza kuheshimika, kwa sababu tulisema kazi ni kazi. Tunakubaliana jameni? Hapa Nairobi, na nitakuja hivi karibuni mwenyewe kuanzisha ya Ruai hapa soko. Pale tumeweka milioni 400 ya soko ya Ruai hapa. Na baadaye tutaangalia sehemu zingine, tukimaliza hizo soko 20. Tutaangalia, kwa sababu Ruai hii ni mahali kubwa, tutaona kama tunaweza kuongeza soko ingine 2-3 katika hapa Ruai. Ndio tupange na tuhakikisha kwamba wafanyabiashara wa hapa wanafanya biashara mahali penye heshima, mahali kuna taa, mahali kuna maji, mahali kuna vifaa zingine, na kila mtu awe na heshima mahali anafanya kazi yake. Tuko vile vile na mpango mkubwa ambaye mmesikia, ambaye tumeweka aggregation and industrial parks. Huyu Moses Kuria yuko hapa anasimamia. Hiyo itatusaidia na wakulima wote, wale ambao wakulima wanazalisha mazao yao. Hatutaki tena mazao yao iharibike kwa sababu hakuna mpango ya storage ama cold room ama mahali ya kupangia soko yao. Tumeweka kila county, tutaweka milioni 500 na iko katika budget yetu ambayo iko imekwama huko kotini. Tunataka kotini wawachane na mambo ya finance bill. Tunataka kujenga soko ya aggregation and industrial park. Wananchi wanangojea. Vile vile niliwaambia watu wa Nairobi ya kwamba tuko na vijana dunia mzima. Zaidi ya vijana kati ya milioni 4 na milioni 5 Kenya hawana ajira. Ni kweli ama si kweli? Hata hapa Ruai kuna vijana wengi hawana ajira. Ni kweli ama si kweli? Na niliwaambia ya kwamba tutakuwa na mpango maalum ya kuhakikisha ya kwamba tunapanga ajira ya hawa vijana. Na ndio sababu katika budget yetu ya mwaka huu tumeweka mpango maalum ya housing ambaye itatupatia ajira za Nairobi karibu vijana 80,000, kati ya 80,000 na 150,000 wa Nairobi peke yao. Hawa vijana wote sisi tunawapangia ajira. Na mimi nataka niwaulize wote tuungane, kwa sababu hawa vijana ambao hawana ajira ni watoto wetu. Ni kweli ama si kweli? Tumewasomesha. Wengine wako na certificate, wengine wako na standard 8, wengine wako na degree, lakini wote wanatafuta riziki, wanatafuta ajira. Ni kweli ama si kweli? Ndio mimi nawauliza sisi wote, na hata wale muko na maamuzi mahali muko, mjue ya kwamba you cannot sabotage the employment of 1 million Kenyans because of selfish political interests. Na mimi siwezi kubali kwamba tuko na nchi ambayo watu wachache wanazuia ndio watu wengi wasifaidike. Mimi nataka niwaulize watu wa Nairobi, hawa vijana milioni 4 si ni watoto wa taifa letu la Kenya? Hawa wenye hawana ajira, si inafaa serikali ya Kenya iwapangie vile watapata ajira? Na ndio mimi nataka niwaambie, sitarudi nyuma. Nitahakikisha ya kwamba hawa vijana wa taifa letu la Kenya tunawapangia ajira, kwa sababu ni watoto wetu na wanafaa mpango kwa serikali yao ya taifa letu la Kenya. Tumekubaliana jameni? Therefore, mpango yetu ya housing tunataka kuhakikisha kwamba kinapatikana ajira ya kutosha. Mpango yetu ya agro processing, value addition, manufacturing itatupatia nafasi ya ajira za taifa letu, ya watoto wa taifa letu la Kenya. Vile vile mpango yetu ya digital jobs, ambayo pia tumeweka mpango maalum na tumeweka pesa ya kutosha kwa budget yetu kuzalisha ajira katika mtandao. Vijana wanaweza kufanya kazi Marekani wakiwa Kenya. That is the plan we have, and that is the plan we want to execute. Na tunataka tushirikiane tuende hiyo barabara pamoja. Tumeshakubaliana na gavana hapa mahali tutajenga manyumba ya Nairobi.
tuko na ardhi, mpango tuko nayo tayari, procurement tumefanya sehemu nyingi, na mimi nataka niwahakikishia Wakenya ya kwamba wale wanaishi katika slums, wale wanaishi katika vitongoji duni, hawana maji, hawana stima, hawana choo, hawana barabara, hiyo mpango ya housing itatusaidia kukomboa Wakenya ambao wanaishi mahali duni. Na pia tumesema tukikomboa hawa Wakenya, tunataka waishi mahali pasafi na walipe kiwango ambayo inatoshana na mifuko yao. So tutashirikiana katika hiyo barabara. Vile vile tumeweka pesa nyingi kwa masomo ya watoto wetu. Katika budget yetu tumeweka bilioni 5 ya chakula ya watoto shuleni. Watoto wengi, mimi nimetembea sehemu nyingi ya Kenya, watoto wengi wanakosekana shuleni kwa sababu nyumbani hakuna chakula. Mahali tumepeleka chakula shuleni, watoto wameongezeka 150-200%. Kumaanisha kuna watoto wengi hawasomi, shida yao ni chakula. Na ndio tumesema kuanzia mwaka huu tutawalisha watoto milioni 4 ambao watakuwa shuleni chakula kila siku, kwa sababu tunataka watoto wa Kenya wote wasome, na hatutaki mtoto wa Kenya abaki nyuma, kwa sababu the biggest empowerment we can make to the children of our nation, the greatest equalizer of all our children, of the children of the rich and the children of the poor, is education. And if we deny them the chance for education, we will have denied them the chance to be the best that they can be. So tumeweka katika mpango yetu, na mimi nataka niwahakikishie tayari tumeweka MOU na county ya Nairobi. Hapa Nairobi County tutakuwa tunalisha watoto tukisaidiana na huyu gavana wenu 1,250 kila siku watapata chakula. Na mimi nataka nikushukuru gavana for partnering with the national government so that we can feed the children of Nairobi, especially the children who live in informal settlements and are denied the chance in education because they cannot afford a meal at home. So tutashirikiana namna hiyo. Vile vile tumekubaliana ya kwamba ile mambo yote tunaweza kufanya Kenya, hatuwezi kununua kutoka nje. Mimi nimesema hatuwezi kuendelea, jameni, watu wa Ruai niwaulize, hatuwezi kuendelea ati tunaenda kununua desk, ati tunaenda kununua kitanda. Tumeenda kununua Uingereza ambaye inatengenezwa hapa Ruai, kiti ambaye inaweza kuchongwa hapa na nyundo na randa na mpawaso, alafu kazi inaisha. Alafu watoto wetu wanahangaika, hawana ajira, na sisi tume-export ajira ya vijana wetu inafanywa na vijana wa dunia ingine. Na ndio nimesema kwa hii budget, wale watu wanataka kulete meza na kitanda na viti kutoka huko Ulaya, tutawalipisha ushuru ndio tupate pesa ya kuajiri vijana wetu hao wa Kenya. Sio kama tunaelewana watu wa Kanairo? Tunaelewana? Mimi nataka niwaulize, mnataka tuendelee kununua kitanda ati na kiti kutoka Ulaya? Kwani sisi tumerogwa ama ni nini? So na ndio mnaona hawa watu wanapinga hii finance bill kwa sababu wengine wao ni wale wana import hizi vitu kutoka huko, hawataki vijana wa Kenya wapate ajira. Na mimi ninawaambia, mimi niko na nyinyi bumper to bumper, kwa sababu hamuwezi. You cannot disenfranchise the children of Kenya, the young people of Kenya. They deserve the jobs that we are looking for. Hata simiti ambayo tunaweza kutengeneza hapa, tuko na lime, tuko na vifaa yote ya kutengeneza simiti. Tunaenda kuleta simiti kutoka wapi? Alafu factory yetu inafunga, vijana wetu wanaenda nyumbani. Mimi nimesema mambo ya simiti ya kutoka nje, hapana. Tutengeneze simiti hapa, vijana wetu wapate ajira, tuendelee mbele.
maneno ya hii vitu vingine kidogo kidogo tutengenezee hapa. Hata chuma tunaweza kuchoma mchanga yetu hapa ikakuwa chuma. Inaendelea saa hii. We have the largest manufacturing capacities for steel in Kenya, and we should promote our own steel industries so that we can create jobs locally, create value locally, create wealth in Kenya, and be able to move forward as a nation. Nchi ya Kenya imekwama siku nyingi kwa sababu ya uongozi ambao haufikirii ni vipi tunaweza kwenda mbele pamoja. And we have not been able to make the difficult decisions to unlock the potential of Kenya because of a few people who want to threaten everybody. Mimi nataka niwaambie watakutana na mimi this time. Hiyo tunaelewana bwana. Sasa mimi nataka niwaulize watu wa Ruai, niwaulize. Yaani nyinyi mnaniambia kweli ati nirudi nyuma ati watoto wetu wakose ajira ati kwa sababu watu wanataka kununua kitanda kutoka Marekani? Bana, that will not happen. Sijui kama tunaelewana my friends. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Vile vile hapa kwenu Kamulu hapa tuko na technical college, si ndio? Nimeambiwa huyu Karis amesema pale mnataka wanafunzi wa hapa waende wasome. Mimi nataka niwahakikishie tumepanga tayari, tunawaletea equipment ya Kamulu pale ya shilingi milioni 70 equipment. Alafu katika hii budget yetu tumeongeza pesa kutoka bilioni 5 mpaka bilioni 10 ya watoto ambao wataenda kusoma katika technical and TVETs, our technical vocational colleges, ili watoto ambao wataenda pale Ruai wapate masomo ya kutosha na wawe na scholarship ya serikali ya kuhakikisha kwamba kila mtoto bila ya kubaguliwa ametoka nyumba aina gani wanapata nafasi ya kusomea ufundi, teknolojia na zile vitu zingine. Watu wa Ruai mko tayari? Ile kitu tu mimi nitawadai watu wa Kasarani ni kwamba watoto wenu wakuje pale, kwa sababu tumejenga, tumeweka vifaa, tutakuwa na scholarship, na vile vile nimehakikisha ya kwamba tukiendelea mbele mwaka huu tunaajiri wale watakaofundisha katika colleges zetu watu ama walimu 1,700 ambao wataendesha hizo colleges zetu, because it is important for us to equip our young people with skills and competencies that will make sure that they become productive in the Republic of Kenya. Watu wa Ruai mtaleta watoto tuwasomeshe. Vile vile katika budget hii mumeona juzi last week tumetangaza nafasi ya walimu wa primary na secondary school wengine 20,000. In January tuliajiri walimu 35,000. Saa hizi tunaongeza walimu 20,000. Wote watakuwa walimu 55,000, kwa sababu elimu ya watoto wetu ni ya muhimu. Hatutaki mtoto aende shule alafu mzazi baadaye anaulizwa wapi pesa ya mwalimu. Hatutaki mtoto aende shule akose mtu wa kumfundisha. So this year we are going to employ a total of 55,000 teachers, na mwaka ujao vile niliahidi, nilisema we are going to employ 110,000 teachers to close the gap that is there in our schools. In the next 2 years tutakuwa tumekamilisha hiyo kazi, watoto wetu wote watakuwa wanasoma. Tunaelewana jameni? Kwa sababu kupitia kwa elimu ndio mtoto wa tajiri anakuwa sawa na mtoto wa maskini. Wote wanasoma kiwango moja na wote wanapata nafasi ya kujionyesha ya kwamba wao ni wazalendo wa taifa letu la Kenya. Mimi nataka niwahakikishie pia watu wetu wa hapa Ruai na watu wa Nairobi, tumekuwa na shida ya chakula, si ni kweli? Bei ya unga imepanda, ingine imepanda, lakini mimi niko na habari kwenu. Mimi niliwaahidi njia ya kuondoa hii njaa
ni kuweka pesa kwa kilimo. Tumeweka pesa kwa kilimo, na mimi nataka niwashukuru wakulima wetu. Wakulima wetu ni wazalendo wa taifa letu la Kenya. Wamezalisha chakula mpaka wakaongeza ile ardhi ambayo ya kuzalisha chakula, tusikuje tena tukabishana mambo ya unga. Na hiyo shida ni pesa ya kutosha kwa mambo ya kilimo. Na ndio nimeweka katika hii budget. Mimi nataka niwaambie wale wanajaribu kuzuia mambo kule, ni siasa ndogo ndogo ambaye haisaidii mtu. Tuko pamoja ndugu zangu watu wa Ruai. Kwa vitendo na kwa mpango. Na haya mipango yote na zingine zijasema. Muungwana wenu hapa amesema kuhusu barabara zenu. Hizo ziko katika rada yetu. Vile tutapanga mambo ya barabara zenu, mambo ya maji ya Nairobi, nimeshakubaliana, niliwaahidi ya kwamba kabla ya Disemba. Lakini nimeambiwa inaweza hata kuwa hapo Oktoba. Tutakuwa tumemaliza, tumeweka pesa karibu 1.5 bilioni ya kulete maji ifike Nairobi. Ile bomba kubwa inatoka pale Kabete na hii bomba ingine inatoka hapa Kiambu. Tayari maji imefika Ruai, imefika Githurai, na mimi nataka tuhakikisha kwamba hiyo mfereji tumejenga inaenda mpaka hapa airport iwe imekamilika, ndio tuwe na maji ya kutosha, and by next year we will have sufficient water, but we are going to plan for the water of the future vile governor wenu amesema. So hii mpango yote tuko pamoja. Watu wa Ruai tunaelewana? Mnataka tuendelee tupange hii maneno ama mnataka watu watufanyishe maandamano? Si tupange mambo ya maendeleo ya Kenya. Na ndio mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu ya kwamba hii mpango ya kubadilisha Kenya ndio inasumbua watu wengine sana. Hawa majamaa wa maandamano wamekasirika na mimi. Ati mimi nataka nichukue vijana wengi waende kazini, watakosa watu ya kufanya maandamano na kutupa mawe. Kwani kuna kijana amezaliwa Kenya hii kufanya maandamano na kutupa mawe? Mimi nataka niwaambie hawa watu wa maandamano, please give the Kenyan people and the Kenyan youth a break. The plan we have of 1 million jobs for the young people of our country, in our housing program, in our digital program, in our agro-processing, value addition and manufacturing program, you cannot sabotage. I will not allow you to sabotage that plan because you have done it for so many years. This is not the year you are going to succeed. Sijui kama tunaelewana jameni. Tuko pamoja? So, mimi nataka niwaambie hawa wangwana, sisi tunawajua na tunajua mbinu zenu. Na itaanguka vile ilianguka mbeleni na vile inaangukanga kila siku. So, msipoteze wakati. Mpango ya kuhakikisha kwamba kuna ajira kwa vijana wa taifa letu la Kenya itaendelea mbele. Kama mtakosa watu ya kufanya maandamano na kutupa mawe, shauri yenu. Lakini hakuna mtoto amezaliwa Kenya hii kufanyishwa maandamano ama kufanyiwa kazi ya kutupa mawe. Mimi nataka niwaeleze vile vile. Kesho kutakuwa na amani Kenya. Nasikia wale majamaa wanataka kufanya maandamano. Mimi nataka niwaambie mapema na mchana. Walifanya maandamano Ijumaa. Wakenya 6 wakapoteza maisha yao. Mnataka maandamano mengine ifanyike tena kesho ati Wakenya wengine wapoteze maisha yao? No, it will not happen. Hiyo tuwachane naye. Please. Tulimaliza mambo ya uchaguzi. Si ndio? Kwani walikuwa wageni, si walikuwa Kenya hii wakati tulikuwa tunaendesha uchaguzi? Si uchaguzi iliisha? Kama wanataka uchaguzi mwingine wangoje, kuna timetable ya uchaguzi. Saa hii ni nafasi ya kufanya kazi. Sio kama tunaelewana. I want to say for the avoidance of doubt. Last week on Friday, lost their lives. I will not allow any other Kenyan to lose their life so that somebody can satisfy his political ambition. That is not going to happen. Sio kama tunaelewana. Kila Mkenya tujipange tuende kazini. Kila mtu na hasoli yake. Ile ingine tunapanga.
ili tuhakikisha kwamba Kenya inaenda mbele. Tumekubaliana watu wa Ruai? Tumekubaliana? It is not right for a few people to think that they can disorganize the country, they can sabotage the Republic of Kenya, cause mayhem, cause bloodshed, cause destruction of property. Na pia wajipendekeze hapo the mambo ya siasa. Hakuna siasa ambaye inapoteza maisha ya wananchi. That is not politics. That is anarchy and that is death and we will not allow. Sijui kama tunaelewana. So hawa majamaa tukutane na hawa, kama wanataka waende kotini, tutangangana na huko. Lakini kuharibu mali ya wananchi na kuharibu maisha na kupoteza maisha ya wananchi, that's a no-go zone. Sijui kama tumekubaliana jameni. Tuko pamoja? Sijui kama tumeelewana. Tumekubaliana? Mnasema nyinyi watu wa Nairobi, mnataka tupange ajira ya hawa vijana ama mnataka tupange maandamano? Si tupange ajira? Wale wanasema tupange ajira ya vijana, nione kwa mkono. So hiyo ndio referendum ya wananchi, wamesema wanataka ajira, maandamano hatutaki. So sitaki kusema kuzidi hapo. Watu wa Ruai, watu wa Kasarani, watu wa Kanairo, mimi sitaenda sana. Si tumekubaliana mtakuja kulete mapicha zenu, wale watu tafadhali muende waambie wale wako nyumbani. Kila mtu alete picha yake. Kama details yenu iko tayari, tuwapatie hati miliki, tujenge Nairobi na tujenge taifa letu la Kenya. Asanteni sana watu wa Nairobi, na wapenda sana na nawatakia baraka ya Mungu. Thank you very much. Haya, tafadhali tuketi chini. Kuna list ya watu wataitwa, wachukue wapewe title. Tuna Lucy Wangoi, John Nganga, tuje tu mbele ili rais aweze kuwapatia title. Francisca Kefa Orina kwa wapi? Ronald Omenya, alafu Alice Wambura, Lucy Njoki, Kefa Orina Simoni, Helen Wanjiku, Lucy Njoki, alafu Kefa hapatikani. Helen Wanjiku, wendi Helen. Rosemary Wanjiko, Rosemary, Johnny Rungo, Ann Gadhoni Kimondo, Ann Gadhoni, Rosemary Wanjiko, alafu Ann Gadhoni, Wamboi Ndegwa. Haya, pia kuna Master Momanyi Muturi, Grace Mombi, Rebecca Wakirindi, David Manuel Were, Rafael Kimali Mutonga. Master Momanyi, karibu. Master Momanyi, karibu. Grace Mombi uko wapi? Alafu Rebecca Wakirindi, Wakarandi. David Manuel Were, then Rafael Kimali Mutonga, Wamboi Ndegwa, John Derito, Francis Mwaura, Agnes Kaluki, Daniel Masharia. Kama mpo tafadhali mkuje haraka. Wamboi Ndegwa, John Derito, Francis Mwaura, Agnes Kaluki, Daniel Masharia. Alafu Sebastian Njoroge Thuku.
Sebastian Njoroge Dhuku, Wilfred Kinoti Modhama, Bernadette Njeri Kihanya, Daniel Gatimo Njoka, Nancy Wanjiri Maina. Sebastian Njoroge Dhuku, Wilfred Kinoti Modhama, Bernadette, Daniel Gatimo Njoka, Nancy Wanjiro Maina. Wamboindegwa John Derito, Francis Mwaora, Agnes Kaluki, Daniel Masharia. Evanson Kienjeku, Anne Florence Wanjiko, Albert Ndungi, Ernest Kinyanjui, Anne Wangeshi Kara. Anne Florence Wanjiko, Albert Ndungi, Ernest Kinyanjui, Anne Wangeshi Kara. Haya basi, sawa. Sasa kwa hayo basi, Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako, kuna titles zingine ambazo zitapewa tayari rais akitoka. Hizi zilikuwa tu zile za ishara, lakini tu wa taifa.